fika pale ufuatilie jinsi ambavyo mambo yanatukia upande ule. Nikianza moja kwa moja ni kwamba makamishna wawili katika ile tume ya kuratibu mipaka na kuandaa uchaguzi hapa nchini Kenya IEBC, kamishna Abdi Gulie, kamishna Boya Molu pamoja na mwenyekiti Wafula Chebukati walistaafu rasmi hiyo jana, na ni baada ya mwenyekiti yule kumkabidhi Rais William Ruto ile ripoti ya baada ya uchaguzi ambayo ilikuwa imezunduliwa siku iliyotangulia jana. Katika mazungumzo yake ama katika hotuba yake, Wafula Chebukati alisema kwamba hajuti lolote ambalo alifanya akiwa mwenyekiti wa tume ile, akiongeza kwamba yeye alifanya kazi yake kwa uadilifu na kufuata sheria. Ni jambo ambalo liliungwa mkono na Rais William Ruto, ambaye alimpongeza Chebukati akisema kwamba alidhihirisha ushujaa katika kuhakikisha kwamba uchaguzi hasa wa mwaka uliopita haukuingiliwa na wanasiasa wengine. Alimtaja kama mtumishi mwema wa umma mwenye uadilifu ama mwenye maadili makubwa, akisema kwamba hata ingawa alitishwa, alikataa kuhongwa na vile vile kutishwa. Akisema kwamba kulikuwa na njama ya kumteka nyara mwenyekiti yule, ili wengine ambao walikuwa wamewekwa pale tayari kutangaza matokeo tofauti ya uchaguzi. Na nikiachana swala hilo ni kupeleka katika kaunti ya Meru, ambapo gavana Kawira Mwangaza sasa ameanza kufanya kazi. Hiyo jana alizindua mradi wa kusafisha mji wa Meru pale, ambapo alikutana na wenyeji wa kaunti ile akisema kwamba we must make Meru happy. Anyway, alizungumza akisema kwamba barabara zote ambazo ziko katikati mwa jiji la Meru ama mjini Meru zitakarabatiwa kwa njia ya kipekee na kwa haraka, ili kuhakikisha kwamba kazi inafanywa katika ile kaunti ya Meru. Na vile vile waziri wa utalii Penina Malonza hiyo jana amezungumza akasema kwamba serikali itajitahidi kuhakikisha kwamba inawatunza wale mashujaa wa uhuru, miongoni mwao wale ambao wamesalia wako hai, akisema kwamba Kenya ama Wakenya wanafaa kuheshimiwa, hasa wale ambao walijitahidi kuhakikisha kwamba Kenya inapata uhuru. Alizungumza hayo alipomtembelea mkewe aliyekuwa shujaa wa uhuru Dedan Kimathi, Mukami Kimathi, katika eneo ama nyumbani kwake eneo la Komarak kule Nairobi. Ni yale mambo ambayo yanaendelea katika wizara tofauti tofauti. Kwingineko, wazazi wamejitokeza na kuishurutisha serikali, hasa wizara ya elimu, kuhakikisha kwamba sare ambazo wanafunzi wa grade ya 7 watavalia ni sare zile zile ambazo zinavaliwa na wanafunzi wengine. Ni swala ambalo wamesema kwamba linakuja wakati ambapo kuna gharama ya maisha imepanda na kuanza kutafuta sare itakuwa ni vigumu zaidi. Ni swala tu, lakini ukikumbuka kwamba hawa wanafunzi, hawa watoto watakuwa wanaingia secondary school, even if it's junior itakuwa ni secondary school. Kwa hivyo kuwatofautisha kwa sababu wako pale primary schools, kuwatofautisha na wanafunzi wengine mpaka wa grade ya 6, serikali iliamua kwamba wakuwe na sare tofauti. Na uzazi umepungua nchini Kenya kutoka kiwango cha 3.9% mpaka 3.4%. Ni baada ya ripoti ambayo ilitolewa, na cha kushangaza ni kwamba katika ile ripoti baadhi ya kaunti ambazo zimeangaziwa unaambiwa kwamba kila mwanamume, kwa mfano kuna kaunti moja kule Mlima Kenya wanasema kwamba kila mwanamume ana wanawake 14. Anyway, ni mambo na hiyo, that is supported by statistics actually. So usije ukasema hapana hiyo masi unadanganya. Nikiachana swala hilo, James Gakui ambaye ni mbunge wa Embakasi Kaskazini sasa anapinga hatua ya kuhamishwa kwa hakimu ambaye alikuwa anashughulikia ama anasikiza kesi yake, kesi ambayo ilikuwa inamkabili ya ufisadi wa shilingi milioni 35 pesa za hazina ya CDF. Ni swala ambalo amekata rufaa kwa mahakama ya upeo akitaka wakili yule ama jaji yule aachiliwe asikize
amalize ile kesi kabla ya ule uhamisho wake. Na kwingineko, Edwin Chiloba ama Edwin Kiprotich alizikwa kule Sergoite, Elgeyo Marakwet. Ni mwanamitindo ambaye alikuwa pia inatumiwa kwamba alikuwa mtetezi wa mashoga. Alizikwa kule Elgeyo Marakwet, huku familia ikitaka uchunguzi kufanyika kwa haraka na kubaini ni nani ambaye alihusika na kitendo kile cha mauaji ya mwanao. Na kuachana swala hilo, baada ya ukaguzi, baada ya utafiti, ni bayana kwamba sasa 60% ya nyumba ambazo zimejengwa katika majiji ama miji tofauti tofauti nchini Kenya si salama kuishi. Hii ni baada ya kumbuka kwamba ripoti ama ukaguzi kufanywa baada ya nyumba kadhaa kuporomoka katika eneo la Nairobi, kaunti ya Kiambu pale, ambapo baadhi ya wizara ama ile wizara ya miundo msingi wizara ilifanya utafiti kuona ni majumba mangapi, ni asilimia ngapi ya majumba ambayo ni salama kwa watu kuishi. 60% ya majumba si salama. Na nikirudi katika eneo la Nyamira, ni kwamba kuna kisa kimoja ambacho kilitokea kule Tende Township, West Mugirango, ambapo mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 35 anatuhumiwa kuuawa na kufungwa kwenye mtu wa pera ambao ulikuwa nje nyumbani kwake ili ama kuifanya ionekane ni kwamba alijinyonga. Na kule kutoka Birongo, mtu mmoja alifariki na wengine kuachwa na majeraha baada ya nyumba kushika moto. Mazungumzo zaidi tutakuletea pale saa 2:30 katika kipindi cha Morning Brief. Na nikiachana na swala hilo, shule zinafunguliwa wiki ijayo kuanzia Jumatatu. Na ukiangalia katika picha ambazo zinapita mitandaoni, ni wazazi wakiwa kwenye afisi za wakilishi wadi, wakiwa kwenye afisi za maeneo bunge, ili kuhakikisha kwamba wanapata zile fomu za kujaza basari ili watoto wao wapate kufadhiliwa ama kusaidika kutokana na kile kiwango, hata ingawa kitakuwa cha chini cha fedha ambazo zinatolewa na ile hazina ya ustawishaji maeneo bunge. Wakati ambapo maeneo mengine kama ile kaunti ya Migori tuliona wawakilishi wadi wakiteta wakisema kwamba zile fomu zimechelewa kutolewa. Kwa hivyo ni swala ambalo ukiangalia Kenya mzima, afisi za MCS, afisi za MPs, pale ndipo watu wamejaa kuhakikisha kwamba angalau wanapata fedha za kusaidia angalau kidogo katika ile karo ambayo wanalipa pale shuleni. Ni hayo tu kwa sasa. Kumbuka kuanzia saa 2:30 tutakuwa tunaingia moja kwa moja kwenye kipindi cha Morning Brief, tukujuza zaidi yale ambayo yanaendelea kutukia katika nyanja tofauti tofauti. Kumbuka naitwa Masiontita, na wacha ningatukie pale